Utamkumbuka nani zaidi kati ya hao tayari wametangaza kwamba hawatakuwa wakiendelea na mchezo wa kimataifa wa kombe la dunia katika siku zijazo? Utawakumbuka vipi? Ama utamkumbuka nani sana? Kwa wenye wametangaza kustaafu sasa hivi, sidhani kama kuna mchezaji ambaye nitamkumbuka sana, kwa sababu kama ni Cristiano, kwangu he is not my goat. Hii ni mikiki ya kombe la dunia mwaka wa 2026 ndani ya Mwangi Mwaniki exclusive. Nami Mwangi Mwaniki. Hujambo na karibu katika mikiki ya kombe la dunia la mwaka wa 2026. Jina langu ni Mwangi Mwaniki na kama kawaida tunaungana na mwandishi wa habari za spoti ambaye anafahamika kama Theuri wa Wangeshi, na tunaendelea kuchambua hili kombe la dunia. Ikikumbukwa kwamba majuma ama siku zilizopita, siku kadhaa tu ambazo zimepita, kijana huyu mdogo aliweza kutabiri kwamba Cristiano Ronaldo hatafika kwenye fainali, na hata hakufika kwa robo fainali ama nusu fainali. Sijui ulitumia mbinu gani kujua kwamba hatafika? Mbinu tunaangalia ile game performance ya mchezaji ama timu kwa jumla. Ndio unaweza kujua nafasi zao ambazo wanapata, wanazitumia vifavyo. Wakipata ile defensive yao iko vizuri, mfumo ambao kocha anatumia ni mfumo ambao utaweza kuleta matokeo bora. Hiyo ndo natumia kutabiri. Yes. Timu ya Portugal unaona kama ni wapi walikosea? Ni mfumo ama ni kocha hakuweza kupanga timu yake vizuri? Ni Cristiano pengine kupanga ile timu yake pia na ule uzoefu wake, ama ilikuwa namna gani? Kwangu ningeona ni mfumo ambao kocha wa Ureno alikuwa anatumia, kwa sababu alikuwa na options nyingi. Ako na mchezaji ambaye anaitwa Bernardo Silva, alikuwa na Leao hapo hivi, ako na vijana wengi kama Bruno Fernandes, lakini huyu kocha hajui ile placement ya mchezaji ambaye anafaa kumleta. Analeta wale wachezaji wazuri wakati matokeo ni duni ama wakati wamechapwa. So unapata kwamba wachezaji ambao wameleta wakati muda ni dakika ya 70, dakika ya 80, unapata wakati unaingiza yule mchezaji ambaye ungemwanzisha angekuletea matokeo bora, unapata kwamba hata kusaidia wakati huo. Dakika ni chache. Ile timu ingine imefanya game management. Wana defense, wanaeka kama ni 4-3-3 ama 4-4. Sasa unapata hapo kupata bao si rahisi. Yes. Kwa Cristiano Ronaldo unaona kama alikuwa acheze ama ilikuwa tu akubali tu apumzike? Unamuona vipi? Unajua kwa mchezo wa kabumbu haswa kuna ile pressure ya mafans, pressure kutoka kwa media. Unapata kwamba leo hii wakikosa kuchezesha mchezaji kama Cristiano Ronaldo, unapata kocha anakuwa anapokea zile message criticism kutoka kwa mashabiki, kutoka kwa media wakati amembench Cristiano. So unapata pia hiyo ina affect haswa ile performance ya team. Kocha wa Ureno si wakati wote angemwanzisha Cristiano, sometimes angembench, na hiyo ingesaidia kwa sababu Cristiano miaka 41 ameshakuwa mzee. Huyu unamleta masaa anacheza mkondo wa kwanza ama mkondo wa pili wakati unakaribia kuisha. So kumchezesha 90 minutes kama kocha ni pressure kubwa sana. Na matokeo hayawezi kuwa kama kawaida. Tukiangazia mambo mengine na wachezaji wengine, tulimuona mchezaji Neymar Junior akitangaza kwamba amestaafu kwa mipira kama hiyo ya kitaifa ama ya kimataifa, na pia Cristiano ni kama ameondokea. Je, unaona kama Messi akimaliza hii mechi itakuwa yake ya mwisho ajiunge na wale wengine kina Neymar, ama unaona kama ataendelea? Alafu unachukulia vipi Neymar Junior na Cristiano Ronaldo kuwa wameondokea hii michezo ya kimataifa, pengine wakaelekea kuangazia mambo mengine? Unaona kesho yao iko vipi katika soka? Kama
hao ni manguli wa mchezo, haswa Cristiano, Neymar Jr, Luka Modric. Wakati wanasema kwamba hii ni kombe yao ya mwisho ambayo watakuwa wakishiriki, sisi kama mashabiki wa mpira inatuhuzunisha sana, kwa sababu hii jukwaa ya kombe la dunia ni jukwaa kubwa sana haswa duniani. Ni mchezo ambao tunataka kuziona timu zetu zinafanya nini, wachezaji wetu ambao tunawatambua haswa ni kitu kipi ambacho wanakifanya. So wakati wametoa kwamba kauli kwamba watakuwa wakiondoka, kama sisi inatuhuzunisha. Pia sisi kama waandishi wa habari inatuhuzunisha pia, kwa sababu wale wanakupa taarifa ambayo ni taarifa nzuri sana kwa matokeo yao mazuri. Yes. Utamkumbuka nani zaidi kati ya hao tayari umetangaza kwamba watakuwa wakiendelea na mchezo wa kimataifa wa kombe la dunia katika siku zijazo? Utawakumbuka vipi, ama utamkumbuka nani sana? Kwa wenye wametangaza kustaafu sasa hivi, sidhani kama kuna mchezaji ambaye nitamkumbuka sana, kwa sababu kama ni Cristiano, kwangu he is not my goat. Neymar Jr sijamuona sana kwenye mchezo. Utapata kwamba Neymar amekuwa na appearances kadhaa kwa sababu ya zile injuries amekuwa akienda, so sijamuona sana kwenye mchezo. Mtu ambaye ningekumbuka ambaye alistaafu hapo awali ni Di Maria. Yule ni mchezaji wa Argentina. Huyo tu ndo naweza sema kwamba huyo nitamiss sana kwenye mchezo haswa, kwa sababu ya ile kitu ambacho alifanya wakati wa kombe la dunia la mwaka wa 2022. Huyo tu ndo nitamkumbuka. Yes. Ikiwa goto wako ambaye ni Messi atatangaza kwamba anastaafu, utamkumbuka na njia ipi? Nitamkumbuka kwa rekodi ambazo wameweza kuweka na historia ambayo wameweza kuacha haswa kwenye mchezo huu. Utakumbuka ni rekodi nyingi sana ameweza kuvunja. Top scorer, ameweka rekodi ya the most assist, ameshinda taji moja la dunia. Ameandikisha, yani ni historia ambayo ameweza kuacha. Pia ameonyesha kwamba ile timu yake, ile persistence kama team, kuwake sa team also, imeonyesha kwamba ni mchezaji ambaye amewakuza wale wengine akinya Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez. Ameacha kizazi ambacho mwaka ujao wataweza kuiwakilisha nchi yake vizuri kama kiongozi wa timu hiyo ama captain wa timu hiyo ya Argentina. Okay. Haya, tuangazie sasa mechi ya France na Morocco. Vijana wetu wa Morocco unaona wakiendelea zaidi? Kama tunavyosema kama waganga, tuliongea tukasema kwamba iwapo Morocco watapatana na France, huenda ndoto yao ya kushinda taji ikazimwa leo, kwa sababu wanapatana na washindi wa mwaka wa 2018. So itakuwa ni vigumu sana kwa timu kama Morocco kupatana leo na Ufaransa. Hiyo game ni mbaya. Okay. Tuangazie sasa Messi na Mbappe. Inaonekana kama finali itakuwa ni kati ya Messi na Mbappe. Unaona kama ni nani atalibeba? Hili swali tumeliuliza sana, lakini unaona kama nani atalibeba? Messi na Mbappe. Kidogo mechi ya Misri na Argentina ilinibadilisha mawazo kidogo. Kwa sababu huyu Argentina ambaye tulikuwa tunaona kwamba kama anaweza kulichukua tena, kulingana na ile game venye walicheza na Misri, kidogo niliona Argentina hawapo kwenye ile hali yao nzuri. So hii mara wakipatana, France wako na Q. Na France huenda akaibuka mshindi. Top scorer unaona kama nani atabeba kati ya Messi, Haaland na Mbappe? Swali ligumu sana. Kuangazia hawa vijana haswa itakuwa ni vigumu. Lakini mwenye ataweza kuingia semi-final ama finali kati ya hao wachezaji, huyo ndiye atakayeibuka top scorer. Lakini naona Mbappe haswa. Ubashiri wako wa France na Morocco? France ataweza, lakini watapimana nguvu kiasi. So first half 0-0, second half France anabeba. Sawa sawa. Shukran sana kwa kujiunga nasi siku ingine ya leo. Tuendelee, na nafikiria pia kesho tutakuwa hapa
tukiangazia matokeo ambayo yatakuwa matukio ambayo yatakuwa yametukia leo katika kombe la dunia la mechi ambayo itachezwa leo. Tuambie mitandao yako tena na tupatane siku ya kesho. Kila mahali @Theuri wa Wangeci. Tupatane kesho, France na Morocco. Naam, jina langu ni Mwangi Mwaneki na hii ni Mwangi Mwaneki Exclusive. Tupatane siku ya kesho. Masaa yatakuwa ni haya wakati huu na pahali ni hapa. Channel ni hii. Kwa hii. Hii ni mikiki ya kombe la dunia mwaka wa 2026 ndani ya Mwangi Mwaneki Exclusive. Nami Mwangi Mwaneki.